hizi watu wale weak. Somewe hapo. Nasema Yeremia 1 mstari wake wa kwa baraka kwetu. Yes. 1 mstari wa 3. Yes. Tena lilikuja siku za mstari wa 4 tafadhali. Neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ipo na niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu utakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Huyo ni Yeremia. Hapa kuna Yeremia wengi sana. Hapa kuna Musa wengi sana. Praise the name of the living God. Amen. Hapa unaona vile tumekaa. Hawa watu wamejaa hapa. Sikia, Yeremia, Biblia inasema na neno la Bwana likaja likanijia kusema. Kwa hiyo huu sio jambo, huu ni mwito. Kwa sababu Biblia inasema na neno la Bwana likanijia kusema kabla hujaubika katika tumbo ya mama na nikujua. Na wakapelekana na Mungu. Anaitwa na Mungu, anasema Mungu, si unajua mimi sijui. Ni watu wangapi hapa ambao wanaambiaga Mungu mimi sijui na siwezi? Umeniwekelea kazi kubwa sana ambao siwezi. Usawa mwenzako mwambie hiyo ninakuaga hivyo wewe. Yaani unasemaga every time lazima ukipewa kazi ulalamike. Lakini sikia nikwambie, Mungu haitaki watu ambao ni qualified. Example ingine ni ya huyu mtu. Huyu mtu anajiona ya kwamba hajui kusema, lakini Mungu anamwambia utaenda mahali ambapo nitakutuma. Adashula. Praise the name of the living God. Utaenda kila mahali nitakapokutuma. Na nikikwambia uende hivi, utaenda. Nikikwambia uende vile, utaenda. Praise the name of the living God. Na anamwambia utakuwa nabii wa maisha yako. Imagine. Kitu cha kwanza Mungu akikuita, anatakaga ujifanyie kazi. Kama vile tumeambiwa leo. Fanya kazi, jifanyie kazi. Na kama kuna mtihani ngumu, ni wapendwa wa kanisa, wapendwa ambao wameokoka, wanatakaga kuletewa mtihani wafanye, lakini kujifanyia kazi hawataki. Mimi niko tayari kwenda kufanyia mtihani. Si Mungu anifanyia mtihani? Najua Mungu anakupeleka wapi? Anakupeleka Yeremia 18. Inasema nini? Kuelekeza kwa mfinyanzi. Tusomee hiyo. Sikia hii. Usikie kanisa vile wanasemanga. Soma tu. Mungu anakupatia nafasi. Unalalamika kwa sababu umeitwa. Nimekuita upanguzake viti. Nimekuita ufunguage kanisa. Nimekuita uoshe kanisa. Nimekuita ufanye hivi. Ndio Mungu akufanye kile anataka uwe. Lakini unatoroka. Unasema siwezi. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ushuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama alikuwa akifanya kazi yake magurudumu kwa magurudumu. Na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi aliifinyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyo vema yule mfinyanzi kukifanya. Asante. Amen. Huyu ni Yeremia. Baada ya Mungu kumuita, anamwambia enda. Na sasa siku ya leo, hiyo wimbo msiibe hapa. Unaona hiyo wimbo inasema hata mtu anachukua mikono, unifinyage, unifinyage.
yake niwe kama vile Bwana unavyotaka. Wacha nikwambie, wengine hapa wakifinywa wanatoroka kanisa. Siguze mwenzako mwambie, nilifinywa nikatorokea kazi. Ayaye, niendele ama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaimba vizuri, unifinyage na unasema na saa hiyo ati nikupenya. Wacha nikwambie, Mungu akikuteremsha kwake, uwe akufinye. Wapendwa, ndio uwe kile Mungu anataka wewe. Abiaga Mungu afanya mapenzi yake. Ndamuthaitha kanitha wa Covenant. Tigaga ikoina rwimbo ruria muramenya. Ile wimbo mnajua ukiinua mikono hapa unasema haleluya, unifinyage. Utafinywa uanze kulia peke yako. Abia Mungu tu akuude uwe kile anataka, lakini usiseme ufinywe. Maana utajaribiwa. Na jaribu likikuja, kama una stamina ya kusimama, itakuangusha. Itakugonga mpaka chini. Maana majaribu yako. Vita ziko. Sikia, hii mambo ya Mungu hii ni aidha uumie ama uumizane. Mambo ni mangapi? Mawili. Sikia kanisa, mambo ni mangapi? Mawili. Tuko katika vita, aidha uangamie ama usimame. Wanajeshi wanasema no retreat, no surrender. Aidha wewe ni mtu wa kurudi nyuma, ni sawa. Aidha wewe ni mtu wa kusimama bali pamoja, ni sawa. Aidha wewe ni mtu wa kusonga mbele ukipigana vita, ni sawa. Lakini sikia nikwambie, Mungu hahitaji mtu ambaye ni qualified katika kazi yake. Hahitaji mtu qualified. Kini usisemange unifinye mimi. Na tunaimba hiyo wimbo, Mungu nifinye. Lakini ukitoka kwa ile mlango, mtihani unakuja. Unatumiwa mtu ananena kikitu. Akinena kikitu unasema okay, siku anajua huyo mtu anaweza ongea kinyume changu. Lakini unajua ni nini? Ambia mwenzako, jaribio na mtihani lazima ufanye nini? Lazima ufanye. Mtu anakukanyaka, unasema umeonewa. Jambo linakuja, vita kubwa, vita ya kila aina inaweza kukujia. Lakini kwa sababu uko katika kujaribiwa, uko katika vita, uko katika kuundwa. Because you are not qualified. Musa anapelekwa mahali pale tulisomewa Exodus chapter 3. Inasema ya kwamba Musa akapelekwa pahali ambapo kuna kichaka ilikuwa inachomeka. Na hapa ndio Mungu aliitia Musa. Najua Musa ni nini anafanywa? Anajaribiwa, anaambiwa sikia Musa, sasa nataka uende ukachunge. Wewe ukitumwa mahali na Mungu, kwanza si unafikishaga ripoti siku ya 5. Kwanza umatime kidogo. Bwana sifiwe sana. Amen. Mungu akikutafuta katika orodha yake, kwa sababu anataka akutumie, anakuta mtu aliondokea kitambo. Sasa nimewaambia usiwe unajaribu Mungu kusema ya kwamba akufinye. Do you know what is kufinywa? Unajua kufinywa ni nini? Na tunaimba vizuri. Ibada ile wimbo unajua itainua maisha yako. Na mimi naongea kweli na sina neno. Kwa sababu the moment unasema hivyo, watu wengi tumeimba hiyo wimbo hapa, lakini wengine wanasema ai, kama mambo ni hayo, wacha kwanza nitulie. Mungu haitaki mtu qualified. Na jambo moja la kukupeleka uwe qualified, lile ambao Mungu lazima akufanye kile anataka kuwa wewe uwe, lakini lazima upitie jaribio la mtihani. Wengine wetu unapitia katika kuudhiwa. Wengine wetu unaweza pitia katika changamoto fulani. Wengine tunapitia changamoto tofauti. Wengine wetu wewe unaweza pitia hata
unapitia katika jambo la ugonjwa, unapitishwa ndio mpaka Mungu akufanye kile unataka kuwa. Do you know Moses? Ndiposa astahimili kwenda kuleta wana wa Israeli. Mungu alimjaribu mara ngapi? Enda kwa Farao. Bwana asifiwe sana. Anakuambia kuanzia leo nataka uende kwa Farao. Enda umwambie aachilie watu wangu. Na Farao anamwambia hata nikiwaachilia hawataenda. Watafika mahali warudi. Musa, bado Mungu anamjaribu Musa mpaka akaona ya kwamba, mpaka Mungu akakiri kwa neno lake ya kwamba hakuna mtu alikuwa mnyenyekevu kama Musa kwa Biblia. Hakuna. Mtu anaachia watu kazi, anaenda mlimani kuomba asikie Mungu, na ameanza akiwa amewapatia maagizo, hapa na hapa usifanye, msifanye rapakotayasa. Sikia, anaenda mlimani kupokea Mungu awaletee wana wa Israeli. Mungu amesema tupitie haya, anakuta watu wameanza kuumba miungu. Sasa sisi hatuumbi miungu. Do you know what happened? Kwetu tunakuwa hapa na tunakuwa na kitu kinaitwa pride. Mchungaji hawezi niambia namna hiyo. Ameangalia akaona hakatuma mwalimu. Sema amen. Amen. Bwana sasa. Yaani mchungaji ameangalia watu wote akaona ni mimi nafaa. Sio mchungaji amekuona ni Mungu. Kuna mtihani wewe ndiposa Mungu akufanye qualify. Lazima upitishwe kwenye jaribio la mtihani. Lazima. Mimi nilipelekwa ukambani mwaka mmoja jangwa. Haleluya. Lazima upitishwe mahali ndiposa ile milima na mabonde utapanda na kuteremka na kushuka uwe kitu kile Mungu anataka uwe. Lakini usisimame hapa kusema ufinywe. Maana ukisimama kusema ufinywe, utafinywa na utatoroka. Mungu akianza kukufinya, leo natoka hii, ingine inaingia. Ukitoka hii, ingine inaingia. Ukitoka hii, ingine inaingia. Paka unauliza Mungu, kwani mimi ndio ninaonewa? Ambia mwenzako sio kuonewa. Ni Mungu anataka uwe chombo cha dhamana. Lakini lazima uelewe ya kwamba you are not qualified. That's why Mungu hakekubali. Mungu hakekubali kukupatia nafasi ya kufanya kitu ambacho utafanya watu walie. Biblia inasema Joshua na Caleb. Musa anaongea na wana wa Israeli. Viongozi wote 12. Mungu anamwambia, sikia, kuja Musa, nataka tuongee na wewe. Kuna mahali nataka nikutume. Fanya hivi. Enda chagua wazee 10 na wangapi? Kabila za wana wa Israeli. Uwachague uambie waende Canaan wapeleleze mji. Sikia hii. Do you know ilikuwa nini? Hawa watu hawakuwa qualified, lakini Mungu alikuwa anataka kuona mioyo yao. Ambia mwenzako, Mungu utazama moyo wako. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu Mungu akuaji ijapo kwa neno la Mungu linasema mili yenu ni hekalu katika 1 Corinthians. Inaongea kuhusu mili yetu ni hekalu la Mungu chapter 3 pale. Inaongea sema mili yenu ni hekalu la Mungu na hekalu la Mungu ni takatifu. Lakini sikia nikwambie na usikie hii. Mungu aliwachagua wale wazee, akaambia Musa, waambie waende wapeleleze mji, walete ripoti. Kwa sababu ya watu kujidharau, Biblia inasema walipofika kule, wakaangalia wale wana wa Anaki. Waliangalia wakasema, na sisi pale tumefika, sisi ni panzi. Do you know panzi ni nini? Ndio ni moyo ndani hali kiboko. Bwana asifiwe. Unajua grasshopper? Yes. Hiyo ndio tunaitaga panzi. Walipojiangalia wakaona ya kwamba wao ni panzi maishani mwao. Hawa watu Mungu alikuwa anataka awaunde wawe kile ambapo Mungu alikuwa anataka wawe. Aliwachagua kulingana na kabila. Kwa sababu ya nini? Alikuwa anataka kila kabila iwe na mwakilishi. Wapendwa, we are not qualified. Lakini Mungu hufanya maisha yetu tuhitimu. Alipowatuma wakaenda, wakajidharau. Wana wa Israeli wakiwa wanangojea, vile tulienda Homa Bay, vile tulisikia maushuhuda hapa, watu wakiwa wanangojea ripoti.